Mwimbaji yoyote yule ambaye anasema amewahi kuimba mziki tukatokea from nowhere kaanza kuimba moja kwa moja, hapana. Lazima kuna mtu ambaye alimuinspire. Either kama ni kwenye gospel au kwenye secular. Lazima kuna mtu ambaye alimuinspire. Okay. Kwa hiyo mimi nilijaribu kusikiliza muziki mingi, lakini nilikuwa nachanganya. Sasa baadaye nikaanza kusikiliza pia gospel. Gospel za watu kama akina Don Moe. Kuna watu South Africa anaitwa Keke. Ni watu wengi. Yeah. Kwa hiyo ikaanza kunivuta. Kwa hiyo baadaye sasa kuja kuhubiriwa injili, baada ya kuhubiriwa injili ndipo ni katika madarasa ambayo nikawa nayapitia nikajikuta kwamba kumbe mimi haikupaswa kuwa naimba muziki wa Bongo Flava. Inanipasa nimwimbie Mungu. Amen. Ndio kutokea hapo kaanza kumwimbia Mungu. Ndio toka hapo sasa nikaanza kumwimbia Mungu. Okay, sawa. Kwa ulipata neema ya kuhubiriwa kwamba watu wakakwambia na ukalipokea lile neno, ukaamua kubadilika na kutokea huko kaanza sasa kumwimbia Mungu, ukarudi upande wa kumwimbia Mungu. Ndio, na hapo ni kutokana na pia na kashikashi ambazo nakuta umekutana nazo katika muziki wa Bongo Flava, ikiwemo ajali, ikiwemo kuna vitu vingi, kuna shuhuda za unywaji wa pombe, ubadilikaji wa tabia, kwa sababu kuna siku baba katika masomo yake pia alikuwa anatufundisha, anasema kuna mtu mmoja anaitwa Bill Graham, anasema kwamba ukipoteza mali, fedha, mke, nini, unakuwa hujapoteza kitu. Ukija ukapoteza afya, kuna kitu unakuwa umepoteza. Yes. Na cha mwisho akasema kitu ambacho utakuwa umepoteza kila kitu ni endapo tabia yako itakuwa imeharibika. Kwa hiyo pale unakuwa umepoteza kila kitu. Kwa hiyo ni namna gani basi ya kuirejesha hiyo tabia? Ni lazima upate neema ya Mungu ili kusudi hiyo tabia iweze kurejea na kukaa mahali ambapo Mungu anatakiwa akupitishe. Yaani ukutane sasa na watu sahihi, alafu pia ujue kusudi lako ili kusudi uweze kutembea katika hilo kusudi na uweze kuona mafanikio ambayo yanatokana na hilo kusudi.